wanasema ni episode ya 5. Yes. Karibu sana katika episode yetu ya 5. Twende tukasonge mbele katika simulizi yetu inayoitwa Maisha ni Fumbo. Karibu sana. Kwa nini simulizi hii tumeipa Maisha ni Fumbo? Tusonge mbele, twende tukajua nini kilitokea mpaka mtunzi wa simulizi hii akaipa Maisha ni Fumbo. Karibu sana. Kama tunapokumbuka pale Isabella alikuwa nyumbani kwake. Alafu Isaac aliachana na msichana ambaye alikuwa akimdanganya na kumba ni ana madhumuni atumie hela zake bila mpangilio. Alafu mengine mengi kama tunakumbuka pale tulipoishia. Karibu sana. Sasa tusonge mbele katika episode yetu ya 5. Pale tulipoishia jana. Tuanze kwa ndugu yetu anaitwa Isaac. Isaac anasema, katika harakati za hapa na pale za kuendelea na maisha yangu hajawahi kutokea. Hii ndio ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Hii siku naikumbuka sana. Hiyo siku nakumbuka niliamka asubuhi na mapema saa 12 asubuhi. Nikapigiwa simu kutoka kijiji kimoja kati ya vile vijiji ambavyo nilikuwa nikienda kununua mbuzi pamoja na kuku. Nilipofika kwenye simu ambayo inaita, nikaja nikakuta ni namba ya mtu ambaye nimeisevu tajiri mkubwa. Yule tajiri akanipigia simu akasema, "Hello boss." Nami nikaitika, "Yes bosses, vipi?" Naye akaitika salama, akasema, "Tunavyozungumza hivi, kuna mbuzi kama 30 hapa. Kila mbuzi anahitajika kununulika kwa shilingi 20,000. Kwa maana kwamba kama ni mbuzi 30 hapo andara kisita ipo." Na mimi kutokana kwamba nilikuwa ni mfanyabiashara, ikabidi nimwambie haina shida. Kwa maana kwamba nilipiga hesabu kwamba nikimnunua mbuzi shilingi 20,000 nikimfikisha Dar es Salaam nitamuuza kwa shilingi 60,000. Kwa maana kwamba faida yangu ni shilingi 40. Tukijumlisha na usafiri hapo nitakuwa nimepata cha kwangu cha juu. Pale akasema, "Basi kama vipi nitumie hiyo hela nimlipe huyu, alafu hao mbuzi utanikuta nao siku kija. Unakuja lini?" Nikamtajia siku ya kwenda kule kijijini ambako simu inatokea kwa yule tajiri ambaye amenipigia simu. Nikatuma ile hela 600,000 pamoja na ya kutolea. Akanitumia message, "Asante, nimeipata hela yako ambayo umenitumia. Basi acha nimlipe." Nikamlipa. Yule mtu akasema nikamlipa. Lakini cha kushangaza, yule mtu alivyosema kwamba amemlipa, nikaa nikipiga simu mara yuko bize mara zipokelewi, mara yuko bize mara zipokelewi. Lakini cha kushangaza, siku napanga kwenda, namba yake haikupatikana tena. Hello. Nilisikia kwa jirani. Kuna namna fulani ambavyo niliumia. Lakini mimi kama mwanaume niliamua tu kuingia gharama, nikaenda kukopa mahali, nikaanzisha upya mtaji wangu. Nilivyoanzisha mtaji wangu, maisha yakaendelea. Tutoke kwa Isaac twende kwa Adelina. Adelina naye anasema maisha ya kukaa nyumbani kwa sababu ametoka kuachika yalianza kumuia vigumu, kwa sababu alikuwa amezoea mwanaume amletee nyumbani kila kitu. Ikabidi aanze kutafuta kazi. Akatafuta kazi, hatimaye akapata. Alipopata kazi akaenda kufanya kazi. Kwa kweli anasema Mwenyezi Mungu alikuwa amempendelea. Kuhusu uumbaji, Mwenyezi Mungu alikuwa amempendelea. Alikuwa amempa shape nzuri, alikuwa amempa rangi nzuri. Hivyo mume wa bosi wake alianza kumtamani. Lakini alivyoanza kumtamani, hatimaye mama mwenye nyumba akawa amesanukia ule mchezo kwamba mume wake anamtaka mdada wa kazi, ndo Adelina. Ikabidi yule mama akamwambia mwanaume, "Sikiliza, chagua kimoja. Unakaa na huyo dada au unakaa na mimi?" Yule mwanaume akasema, "Unaniuliza mambo gani ya kijinga? Wakati mimi nilikuwa wewe. Halafu huyu amekuja kama mdada wa kazi. Halafu kwa nini unasema hivyo? Mimi sina lolote juu ya huyu mdada."
Mwanamke akakaa chini kwanza akafikiria, akasema hivi huyu mwanaume hivi ananichukuliaje? Au anafikiri mimi udhibitisho ambao alikuwa akimfuatafuata mimi sina. Mwanamke akachukua simu yake, akachukua moja picha ambazo alitupiga sasa tujijui, kumbe mwanaume wakati ananifuatilia. Akasema baba fulani, hii picha ni ya nani? Si ya kwako? Haya, zungumza kingine. Unadai kwamba mimi naweza nikakusingizia? Mbona toka wali sijaje kukusingizia? Alafu muda mwingine waache mambo ya kijinga. Mimi sio kama wewe. Sawa? Mimi ningeweza kuchepuka, lakini mimi siwezi kuchepuka kwa sababu nakupenda. Alafu pia angalia watoto ambao tuko nao. Basi kuanzia leo sitokubali kulala na wewe kitanda kimoja mpaka twende hospitali tukapime. Wakaenda kupima. Mwanaume akagundulika na virusi vya ukimwi kwa sababu amelala na Adelina. Ikajulikana chanzo ni Adelina, ikabidi Adelina afukuzwe pale. Alipofukuzwa na mwanamke akaona haiwezekani, mimi siwezi nikaishi na mwanaume ambaye ana virusi vya ukimwi alafu mimi sina. Alafu mwisho wa siku na mimi nije kudanganywa niambukizwe. Mwanamke naye akafunga safari akaondoka zake. Hivyo mwanamume akabaki na nyumba peke yake. Adelina anasema, kusema ukweli mimi niliona kwamba maisha yangu yote ni mikosi kwa sababu nilipata mwanaume akaniacha. Na huyu naye nimepata kazi naye pia ndio kama hivyo nimefukuzwa. Tunakuja kwa ndugu yetu Isabella. Isabella naye anasema maisha yaliendelea vizuri. Hatimaye akampigia Andrea. Andrea akapokea simu. Akaanza kumwambia, Andrea, sikia, ninachokijua una wadada wengi. Na ushajua kuna mzuri na kuna mbaya. Ushajua kuna ambaye mnaendana na kuna ambaye mwendani. Ila sikia, mimi tu nikwambie kusema kweli mimi nakupenda. Andrea akaema kidogo. Akasema unasemaje? Yaani wewe unipende mimi wakati mimi nikijiangalia sina uwezo wa kukuhudumia wewe? Adelina akasema sorry. Isabella akasema usiangalie uzuri wa mwanamke wala usiangalie kipato chako, ila wewe kilichopo tu nikubalie kwamba mimi nakupenda. Karibu sana katika episode yetu ya 6. Twende tukaangalie, je, Andrea alikubali kuwa na Isabella au ilikuwaje? Karibu sana katika episode yetu ya 6. Usisahau kulike na comment na kushare na kusubscribe katika channel yangu inayopatikana YouTube.